Movie inaanza, bosi kaingia chumbani kwa beki tatu bila hodi. Hakuamini alichokiona, akili ikamtuma hebu shusha macho chini kidogo. Wow! Alichokutana nacho huwezi amini. Mchizi akachanganyikiwa, kuna kitumbua kimejaa mafuta, ikabidi afungue mlango na kutoka nje haraka haraka. Kabla kuona kitumbua cha beki tatu, mchizi alikuwa safarini. Aliporudi akapiga simu sana kwa beki tatu. Beki tatu akawa apokei. Baada ya kuona anasumbuliwa sana, ikabidi apokee. Akamuuliza, "Nazungumza na nani?" Mchizi akasema, "Hebu njoo fungue mlango, hii ni nyumba yangu, unaniulizaje hivyo?" Beki tatu akastuka akasema, "Mungu wangu, kumbe ni bosi." Mchizi akampiga simu baba yake akamwambia, "Daddy, sielewi mfanyakazi gani umeniletea." Beki tatu akatoka chapo baada ya kumuona mchizi, akashangaa kisha akamsalimia. Za jioni bosi huko akijichanganya, mara za asubuhi, mara za mchana. Bosi baada ya kumuona akamkumbuka, kumbe ni yule pisikali aliyemchamba kwenye duka la nguo alipojaribu kumsalimia. Beki tatu alimwambia, "Nyamaza unapoongea. Ujue hili ni tatizo la kizazi chenu. Unafikiria hapa ni kijijini kwamba unaweza kutembea nyumba hadi nyumba na kumsalimia kila mtu, na pale unapomwona msichana mzuri unamwambia kamwambia baba yako na kuja kuleta maua ya posa." Hapana, hiki sio kizazi hicho. Hiki ni kizazi cha karne ya 21. Kwa hiyo siku nyingine ukiona kizazi cha mwili wa Gen Z ni bora ukaondoka kabla sijakufukuza. Na nikikuangalia ulivyovaa, kiukweli huwezi kunipata. Hebu toka mbele ya macho yangu." Bosi akamwambia, "Nakujua wewe." Beki tatu akatikisa kichwa na kumwambia, "Sikujui bosi." Mchizi akamwambia, "Nakujua wewe, tulionana dukani." Beki tatu akamwambia, "Sijawahi kukutana na mtu kama wewe maishani mwangu. Kiukweli sikujui bosi." Bosi akaangalia jina kwenye simu yake. "Wewe si Kalista? Baba yangu aliniambia." Lembo anasema, "Hapana bosi, mimi ni Ogechi." Mchizi akasema, "Unaongea nini wewe? Nakujua wewe." Beki tatu akakataa kama sio yeye ila ukweli ni yeye. Akasema, "Sikujui bosi." Mchizi akamuuliza, "Kwa hiyo unafanya kazi kwenye nyumba yangu?" Lembo akajibu, "Ndio." Kisha mchizi akacheka sana akasema, "Yani hii ni kama movie," na kuingia ndani. Walipoingia ndani, mchizi akamwambia, "Uliniambia mimi sio hadhi yako, hebu niambie hadhi yako ni ipi?" Beki tatu akasema, "Kwa sababu ulivyovaa." Mchizi akamwambia, "Nilivaaje? Na wewe leo umevaaje?" Beki tatu akafunguka, "Jinsi nilivyovaa najua nitawavutia matajiri na kunipenda na kubadilisha maisha yangu, lakini wewe ulivaa kama maskini. Hata ungekuwa wewe ungefanyeje?" Mchizi akamtazama Beki tatu akashindwa kummaliza, ikabidi Beki tatu aombe msamaha tu. Mchizi akamwambia, "Nikusamehe kwa kuwa mwongo au nini? Umeposti nyumba yangu, umeposti gari langu, umeendesha gari langu." Mchizi akastuka kama kaona gari lake limevunjika taa, akatoka chapo kuliangalia. Akamwambia, "Hebu njoo hapa." Nani kapasua taa ya gari? Mlembo akaomba msamaha sana. Mchizi akamwambia, "Utatakiwa ulipe hii taa." Beki tatu anasema, "Nitalipa." Huku analia, "Naomba ukusanye mishahara yangu ya miezi na miezi ili kununua taa." Mchizi akamwambia, "Kwa hiyo unanipangia cha kufanya kwenye nyumba yangu?" Beki tatu akamwambia, "Naomba nikuelezee. Nilinunua nguo, nilinunua viatu, nikaweza kudripu." Bosi akamuuliza, "Kudripu ndo nini?" Beki tatu anamwambia, "Ni lugha ya kijenzi." Mchizi anamuuliza, "Gen-Z?" Bosi anamuuliza, "Gen-Z ni nini? Generation of zombie?" "Hapana bosi, ni mimi." "Kwa hiyo wewe ni kiongozi wa mazombi?" "Hapana bosi, ni Gen-Z." "Mimi sikuelewi Gen-Z nini? Meneja wa mazombi au?" Beki tatu anasema, "Hii ni watu wa badi." Mchizi akaona kama anapotezewa muda, akamwambia, "Naomba uondoke kwenye nyumba yangu," na kuingia ndani. Alipoingia chumbani kwake anakutana na chupi, sidiria za Beki tatu na nguo zingine za ndani. Akamuuliza, "Hizi ni nini?" Beki tatu akamwambia, "Ni sidiria yangu." "Sidiria yako kwenye chumba changu?" Beki tatu anasema, "Nilipokuja mara ya kwanza hisia ilinivuta chumbani kwako." Bosi akakasika akamwambia, "Hebu toa nguo zako kwenye chumba changu na uondoke." Bosi akajiuliza, huyu mfanyakazi wa aina gani? Baadaye bosi kalala, anasikia vitu vinadondoka jikoni. Akamfuata Beki tatu akamkuta amejificha. Bosi anamuuliza, "Unafanya nini? Mbona umejikunyata kama mbwa?" Beki tatu ananyuka anasema, "Nilikuwa nakuandalia chakula bosi." Bosi akasema, "Sijali unavyojifanya mtu mwema. Una siku 3 tu uondoke kwenye nyumba yangu." Beki tatu akawa anaomba msamaha. Bosi hakumuelewa kabisa. Kesho yake bosi anarudi kazini na kukuta mlango umefungwa. Akawa anamsubiria Beki tatu arudi. Baadaye Beki tatu anaingia na kumsalimia bosi. "Sasa hizi bosi." Bosi anamuuliza, "Sasa ndo unarudi?" "Ndiyo bosi." Mchizi anamwambia, "Umeona wewe huwezi kubadilika, yani huwezi kubadilika." Beki tatu anasema, "Sio hivyo bosi, hebu nyamaza huko, unanisubirisha mimi nje kwenye nyumba yangu? Kwa hiyo unafikiri una akili sana, unarudi muda unaotaka nyumbani kwangu." Beki tatu anasema, "Sio hivyo, nienda kuuza baadhi ya vitu vyangu ili niondoke." Bosi anasema, "Hapana, ulikwenda kuishi maisha yako ya uongo." Beki tatu akasema, "Nisamee, sitorudia." Bosi akamwambia, "Hebu fungua mlango huko." Beki tatu akafungua mlango akaingia ndani. Kesho yake bosi akamwambia, "Una siku moja ya kuondoka." Beki tatu akapiga magoti anamwambia, Bosi, naomba kwa jina la Mungu, sina sehemu nyingine ya kwenda. Mimi ni yatima, sina familia, sina mtu yoyote hapa. Utaponifukuza hapa hata sielewi nitafanyeje. Naomba nisaidie, nahitaji kuishi." "Kwa hiyo babangu alikusaidia ili uishi, akakupa kazi kwenye nyumba yangu, kuandaa chakula, kukulipa pesa, lakini bado unataka kuishi?" "Kweli bosi, nahitaji kuishi. Nilihitaji zaidi, lakini nimetambua makosa yangu. Nimejifunza bosi, nitabadilika." Bosi akamuuliza, "Umejifunza nini?" Beki tatu anamwambia, "Nimejifunza kutoishi maisha uongo. Nisamee bosi, naomba unisaidie." Bosi akasema, "Nitakuacha uishi hapa kwa huruma ya Mungu." Beki tatu akashukuru Mungu.
hebu nyamaza. Bosi akamwambia utaishi hapa lakini hautolipwa. Beki tatu anasema bosi. Bosi akamuuliza kwani unapamba kwenye masikio? Akasema hapana bosi. Akamwambia utaishi hapa bila kulipwa, utakula na utaishi bure. Kama unataka kulipwa, pesa zipo nyingi, unaweza ukaenda kutafuta kazi. Beki tatu akamwambia bosi, nakuomba, nahitaji pesa. Kama usiponilipa, mimi ni mwanamke, nahitaji sabuni, nahitaji mafuta, nahitaji pedi, usiponilipa itakuwaje? Bosi akamuuliza utaenda kutafuta kazi au la? Beki tatu ikabidi akubali tu. Asubuhi bosi anataka kwenda kazini, Beki tatu anamuita bosi. Bosi anamuuliza kuna tatizo gani? Anamwambia samani bosi, nakwenda kutafuta kazi leo. Bosi anamwambia hiyo ndo sababu ya kunisimamisha? Beki tatu akasema ndio, kwa sababu nahitaji funguo bosi, kwa sababu nitawahi kurudi kabla yako, naomba unipatie moja. Bosi akamuuliza funguo ya nyumba yangu? Ndio, ya nyumba yako bosi. Kwa hiyo unaitaka? Kwa sababu nitarudi kabla yako bosi. Bosi anamuuliza kama utawahi kurudi, shida iko wapi? Beki tatu anamwambia nitashindwa kuingia ndani. Bosi anamwambia shida iko wapi kama utanisubiri nje? Kwa nini nyumba yako? Akaite kwa nini nyumba yako? Kalista bosi, hilo ndo jina langu. Kwa hiyo unanisahihisha mimi? Hapana bosi. Bosi anamuuliza Akaite na Kalista tofauti iko wapi? Beki tatu anamwambia hakuna tofauti bosi. Bosi akamwambia wewe nenda katafute kazi, kisha akaondoka. Bosi usiku akachelewa kurudi. Beki tatu akabaki mlangoni akiwa anamsubiri bosi. Bosi anarudi anamwambia umerudi eh? Anasema ndiyo bosi, nilikwambia nitarudi kabla yako. Kwa hiyo ndio nini kama utarudi kabla yangu? Kwa hiyo huwezi kusubiri au umesahau ulivyonikalisha jana usiku? Beki tatu anamuuliza kwa hiyo imekuwa mashindano? Unawezaje kuongea kama hivyo mbele yangu? Beki tatu ikabidi aombe msamaha. Bosi akamwambia hii ni nyumba yangu, nakuja nyumbani ninavyotaka. Kama sijisikii kulala nyumbani nitalala hotelini, sawa? Beki tatu akamwangalia kisha akasema kwa sauti ya chini, huo ni utoto bwana. Bosi akamwangalia kisha akamwambia umesemaje? Beki tatu akasema sijasema chochote. Bosi akafungua mlango na kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, Beki tatu anamuuliza bosi, chakula gani ungependa nikuandalie usiku? Bosi akasema usijali, usihangaike, sina njaa. Beki tatu akamuuliza bosi, una uhakika uko sawa? Bosi akamtazama kisha akamwambia hivi wewe una matatizo gani? Nishakwambia niko sawa, alafu unaniuliza kama niko sawa? Kama hujui niko sawa au sawa, nakwambia niko sawa. Beki tatu anamuuliza tena una uhakika uko sawa? Maana umechelewa, sijui una matatizo gani? Hivi unanichukulia mimi ni mtoto? Na nishakwambia niko poa, I am okay. Samahani bosi. Wakati anaondoka akamsimamisha tena. Bosi, nina habari njema bosi, nataka nikupatie. Bosi akamwambia habari gani hiyo? Beki tatu akamwambia nimepata kazi bosi. Bosi akasema oh, bora umepata kazi. Ni kazi gani hiyo? Beki tatu akasema ni kazi ndogo, mhudumu. Bosi akamwangalia kisha akamwambia unafanania na hiyo kazi, na kuondoka zake. Beki tatu akabaki anashangaa na kujiangalia mwenyewe. Baadaye bosi akaja mezani akakuta Beki tatu anakula. Akamwambia angalia unachokula, angalia kiasi unachokula, umejaza sana. Hivi umeona unavyokula hela yangu? Sijui ni jinsi gani umenishawishi kukuruhusu kuendelea kukaa na wewe. Sijajua lengo la baba yangu ni nini. Nashindwa kuelewa unawezaje kuwa hivyo. Hebu angalia unavyokula, unaona unavyotumia hela yangu. Beki tatu akamwambia samani bosi. Bosi akamwambia umeona unachofanya na kuposti kwenye mitandao ya kijamii? Kwa hiyo kwa sababu umenifanya mimi ni mpumbavu, unahisi unaweza kumfanya kila mtu mpumbavu. Beki tatu akasema sasa nimeelewa, na kuendelea kula. Bosi akamwambia tatizo lako lingine haujafunzwa kweni, yani mimi naongea wewe unaendelea kula, naongea wewe unakunywa maji. Beki tatu akamwambia mimi sikuelewi kabisa, kila kitu unachofanya nakosea. Beki tatu akaendelea kula. Bosi akawaka, ukiendelea kula nitakimwaga iko chakula, yani mimi naongea wewe unakula, ni upumbavu gani ulikuwa nao? Kisha bosi akaondoka. Beki tatu akafyonza na kugonga meza. Bosi akarudi akamuuliza kwa hiyo ulikuwa unanitukana? Beki tatu akasema hapana, ninaimba wimbo. Bosi akasema unanidanganya, nimesikia kwa sauti ukinifyonya. Hapana bosi, ni wimbo wa mafyonyo. Akajisahau akafyonya tena na kuziba mdomo. Akachukua paja la kuku na kusema ngoja niende nje nikaendelee na wimbo wangu wa mafyonyo. Bosi akabaki akimshangaa. Baadaye Beki tatu akamletea bosi chakula. Bosi akauliza chakula? Akamjibu ndiyo bosi, nimekuletea. Nilikwambia uniletee chakula, hebu niambie nilikwambia na njaa. Beki tatu akaomba samani, sawa nitakirudisha. Bosi akamwambia hebu njoo hapa, kama utaondoka na kukitupa hiko chakula kesho asubuhi na kufukuza. Beki tatu akasema hapana bosi, nitakila, naomba niende nacho, nitakila. Bosi anasema unathibitisha kwamba unapipa kwenye tumbo lako eh? Kwa hiyo utakula hiki chakula? Hebu lete hiko chakula. Kumbe bosi alikuwa na njaa, anaogopa kusema. Kisha akajiuliza mwenyewe amejuaje kama nilikuwa na njaa, na kupiga ishara msalaba na kuanza kula. Siku inayofuata kumbe Beki tatu alichelewa kwenda kazini, akawa anajiandaa ili aende kazini, huku kavaa nguo moja tu akijipaka mafuta. Baada ya kupaka mafuta miguuni, akataka kujipaka mafuta tumboni kushuka chini. Alipoachia nguo chini, bosi naye akaingia ghafla. Alipoingia bosi kila mmoja akaduaa, aamini alichokiona, aamini kilichotokea kama movie vile. Mchizi akasogea mbele zaidi, akamtazama Beki tatu usoni, kisha akili ikamwambia tazama na chini kidogo. Alipotazama kitumbua, oh my god, akaziba macho akawa elewi, ikabidi afungue mlango na kutoka nje. Ndipo Beki tatu alipochukua nguo na kujifunika, na yeye akawa kama mtu aliyechanganyikiwa japokuwa alikuwa mapepe. Bosi akashuka mpaka chini sebuleni, hivi nyumbani nimekuja kufanya nini? Mbona sielewi? Mara Beki tatu akashuka chini sebuleni baada ya kumaliza kuvaa. Kisha bosi akamwambia nisamee, naomba unisamee sana, sikujua kama ulikuwa juu. Akamwambia usijali, hakuna shida. Bosi anasema nilikuja nyumbani kuchukua kitu
tu, sikujua kama utakuwepo kwa muda huu. Kalista anamwambia usijali. Bosi anasema nimechanganyikiwa kuona utupu wako. Kalista anamwambia usijali, ni kawaida tu. Kisha akamuuliza kuna chochote nikusaidie? Nini? Kuna kitu unatafuta? Bosi kachanganyikiwa anasema ndiyo, nimekuja kuchukua kitu, maana kasahau hata kilichomleta, ikabidi amwambie nimekuja kuchukua funguo, ndio maana nilikuwa natafuta. Je, unaweza kunisaidia kutafuta? Kalista akasema ndiyo, na kwenda kumsaidia kutafuta. Huko bosi kachanganyikiwa, amini alichokiona mpaka kapagawa. Jioni waliporudi kutoka kazini, Beki Tatu akamwambia good night, akamwambia nawe pia. Beki Tatu akamwambia bosi, unahitaji chochote chakula? Bosi akasema sihitaji. Akamuuliza una uhakika uhitaji chochote bosi? Akasema sihitaji, na kuelekea chumbani. Huku Beki Tatu akionekana kama anataka kumpatia kitu bosi. Alipoingia chumbani, bosi akawa anajisemea mwenyewe, hebu tulia, acha kuhangaika huko chini. Hivi ni matatizo gani? Mbona nakuwa kama bikra vile? Hebu tulia, naomba tulia. Tulia sawa, nishaona utupu wanawake wengi sana, kwani yeye ana nini cha pekee? Hebu tulia, mimi sio bikira ujue. Kesho yake mlembo akawa anafanya safi jikoni. Bosi akaja, alipomwona tu ikabidi akoe. Beki Tatu akamsalimia, habari za asubuhi, je unahitaji chochote? Bosi akasema ndiyo, nipatie glasi ya maji. Akasema sawa, nitakuletea. Bosi kapagawa, akasema kikombe cha chai. Chai? Basi sawa, nitakuletea. Bosi akamwangalia na kuondoka. Beki Tatu akawa anajiuliza chai au maji, nikuletee vyote? Jioni anarudi kutoka kazini, anamkuta bosi kakaa sebuleni. Akamsogelea na kumsalimia, za jioni bosi. Bosi akasema ni nzuri, mbona umechelewa? Akasema tulikuwa na mkutano wa wafanyakazi ndio maana nimechelewa. Bosi akasema sawa. Beki Tatu akamuuliza ungependelea kula nini usiku? Chochote kitakuwa sawa. Beki Tatu akawa anataka kuondoka. Bosi akamuuliza Kalista, una matatizo gani? Unaonekana hauko sawa. Beki Tatu akasema sijisikii vizuri kwa kweli, nahisi kwa sababu ya kufanya kazi mfululizo. Akauliza ushatumia dawa? Alipotaka kusema tu mara akataka kutapika. Mchizi akamshangaa. Beki Tatu akakimbilia chooni kutapika. Bosi akaenda kwa rafiki yake akawa hatulii. Rafiki yake anamwambia kama ana mimba hiyo sio kazi yako. Mchizi anamwambia kwa nini sasa apate mimba? Kwa nini? Rafiki yake anamwambia yule mwanamke ni mtu mzima, kwa hiyo kuwa mtu mzima ndio anashindwa kutumia kinga. Rafiki yake anamshangaa na kumuuliza wewe ulitakaje? Maana amekuwa anaweza kuwa na mwanaume yoyote. Mchizi anasema hana boyfriend, sijawahi kumuona akiongea na mwanaume kwenye nyumba yangu. Rafiki yake akamwambia ngoja nikuulize swali, yeye kupata mimba inakuhusu nini? Mchizi akalopoka, sawa, nampenda msichana mpumbavu. Nimejaribu kumtoa kichwani, imeshindikana. Nimejaribu kusoma vitabu kibao, imeshindikana. Mchizi akasema Kalista sio mzuri tu, anaweza kupika, kufanya usafi, na nilipoona utupu wake ndo alinichanganya kabisa, na sasa ameenda kulala na mwanaume mwingine. Rafiki yake akasema mfukuze akaishi na aliyempa ujauzito. Kwa nini uchukue majukumu ya mtu mwingine? Aondoke tu. Aondoke? Ndiyo, mfukuze faster akaishi na baba wa mtoto. Mchizi akumwelewa kabisa rafiki yake kwa sababu anampenda sana Beki Tatu. Alipofika nyumbani akamwita Beki Tatu akamwambia una ujauzito Kalista. Kalista akashtuka. Bosi akamwambia tulia, nataka uniambie nani kakupa huo ujauzito, na wewe jamaa kama ana uwezo wa kuhudumia hiyo mimba. Kalista akamwambia bosi, mimi sina mimba. Bosi akamwambia hebu nisikilize, una mimba. Anasema mimi sina mimba, sijui unachozungumzia mimba gani. Bosi akamwambia tulia, una mimba na uhakika kabisa, ndio maana nataka uniambie anayehusika, nataka kujua kama ana uwezo wa kuhudumia. Bosi, nimekwambia sina mimba na sijui kwa nini hutaki kuniamini. Bosi akafunga laptop na kumwambia kwa mara ya kwanza nilipokuona nilikupenda na ninakupenda, ndio maana nilitaka kukutongoza. Nimejaribu kila kitu ninachoweza kutokukupenda lakini nimeshindwa. Beki Tatu akasema nisamee bosi, huna haja ya kuomba msamaha, na nilipogundua una mimba niliumia sana. Hebu niambie hiyo mimba ni ya nani? Maana nilichunguza dalili zote kwenye Google zimeonyesha una mimba. Beki Tatu anajiangalia kila kona ili na yeye kuona hizo dalili. Wakati bosi anaendelea kuongea, Beki Tatu kichwa kikamuuma na kudondoka chini. Bosi ikabidi amnyanyue Beki Tatu na kumpeleka hospitali. Daktari alivyotoka, bosi akamuuliza anaendeleaje na mtoto je? Daktari akamuuliza mtoto gani? Bosi akamuuliza kwani sio mjamzito? Daktari akasema hana, dalili zinaonyesha amechoka tu, ikampelekea kuzidiwa. Bosi anamuuliza una uhakika hana mimba? Daktari anasema hana, kama ulifikiria hivyo jua hana. Bosi akamchukua Beki Tatu na kumrudisha nyumbani, kisha akampeleka paka kwenye chumba chake na kumwambia hebu pumzika hapa. Beki Tatu akamuuliza kwa nini umenileta kwenye chumba chako? Akamwambia nimekuleta humu kwa sababu nataka urejee katika hali yako ya kawaida. Beki Tatu akasema hapana bosi, hiki ni chumba chako, sistahili kuwepo humu, naomba niondoke. Mwisho wa siku ikabidi akubali tu, maana bosi alikuwa anamsisitiza abaki chumbani kwake. Bosi akaenda kumwandalia chakula Beki Tatu. Aliporudi kumwamsha, mara simu ya Beki Tatu ikaita. Kucheki kwenye simu kuna jina limeandikwa my love. Bosi akamwangalia Beki Tatu kisha akaangalia na simu, akaona hapa nishapigwa na kuondoka zake. Kesho yake anatoka kazini, anamkuta Kalista yupo na mwanaume sebleni. Kalista akamkaribisha, habari yako bosi? Bosi akaangalia na kuondoka zake. Baadaye mgeni yake Kalista anamuuliza yule ni nani? Mbona umejishusha kwake? Kalista
akamwambia yule ni bosi wangu, anamiliki nyumba na kila kitu kilichomo, na anamiliki vitu vyote nilivyoposti kwenye mitandao ya kijamii. Mchizi akashangaa. Kalista akasema I am fake. Mchizi akasema fake? Utakuwa unanitania. Akamwambia sitanii, naomba uondoke. Mchizi akawa haelewi, ikabidi amnyanyue na kumtoa nje. Baadaye bosi akatoka chumbani, Kalista akamfuata haraka. Bosi anauliza kuna nini? Kalista anasema sijafanya chochote na yule. Bosi anasema haina shida. Beki Tatu anasema kuna shida. Bosi anasema shida gani? Una uhuru wa kuwa naye. Beki Tatu akasema nakupenda wewe, nakupenda sana. Bosi anatabasamu kwa dharau. Bosi akamwambia haina haja ya kujifanya unanipenda kwa sababu najua una mwanaume. Kalista akashangaa, mwanaume? Mimi sina mwanaume, niko single. Bosi akasema nimeona una mwanaume. Kivipi? Siku chache zilizopita niliona simu yako inaita na nilipoitazama aliyepiga ulimsave my love. Beki Tatu, bosi yule ni shangazi yangu. Yule ndio pekee aliyekuwa ananilea kijijini kwetu. Shangazi yako? Ndiyo bosi. Naweza nikampigia simu nikakuonyesha. Ngoja nikailete simu. Bosi akasema usijali na kuamini. Kisha akamwambia asante kwa kunipenda, ila nashangaa jinsi ninavyoweza kukufanya mpenzi wangu. Kalista akamwambia najua mimi sistahili kuwa mwanamke bora kwako, sistahili. Bosi akacheka sana. Kalista anamuuliza kwa nini unacheka? Bosi akamuuliza kwa hiyo unaona wewe sio mwanamke bora kwangu? Unasemaje hivyo wakati nilikupenda kwa mara ya kwanza tu nilipokuona? Wewe ni kila kitu kwenye maisha yangu. Na kuondoka zake. Kesho yake mrembo yupo jikoni ana furaha tu, kashakubaliana na mchizi bado kumpa kitumbua tu. Kwa hiyo ana moto yule kinoma noma, anawaza baada ya msosi mtamu anaupika itakuwaje. Akamfuata sebuleni na kumwambia chakula chako kipo tayari bosi. Bosi akamwambia kwa nini usingetulia mpaka weekend? Mrembo akasema nishapona, niko poa bosi. Kisha mrembo akamwambia napenda kukulisha bosi. Bosi akamwangalia kisha akamuuliza umesema unapenda kunilisha si ndio? Mrembo akamjibu ndio bosi. Bosi akatabasamu na kumwambia njoo ukae hapa. Mrembo akatabasamu akasogea na kukaa na bosi wake. Bosi akamwambia napenda kukuambia kitu kimoja. Kitu gani bosi? Bosi akasogea karibu na kumshika mkono na kumwambia kila nikikutazama naona nipo na malaika aliyetoka mbinguni na kuletwa kama zawadi mbele yangu. Moyo wangu ulidunda juu yako kwa mara ya kwanza tu nilipokuona. Bado nakuhitaji. Mimi ni mwanaume nisiyetaka kukuchezea. Mrembo akamtazama bosi wake akasema sijui kama nitatosha kwenye moyo wako. Bosi akamwambia unatosha sana. Kisha akamwambia ningependa kukukisi. Mrembo akalamba lips na kumwambia sawa. Wakaanza kula madenda taratibu. Wakaangaliana tena. Mchizi akamwambia umeridhika? Mrembo akasema bado. Wakaendelea kupenda madenda tena taratibu. Mrembo akanyanyua mikono yake na kusogeza kwenye mashavu ya mchizi ili denda limuingie vizuri. Madenda yakaendelea taratibu. Ni raha tu wanapeana. Mchizi akapeleka mkono kwenye kiuno cha mrembo huku akimtazama usoni na kumwambia nakupenda sana Kalista. Kalista akamtazama naye akamwambia nakupenda sana pia. Na huo ndo mwisho wa hii movie inaitwa Love and Sham. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu.